Sasa mimi ninavyotokea nimeachana na mke wangu, alafu sijasema shida ilikuwa wapi. Kwa mfano mwenzetu Manara akatoa kabisa taarifa kwamba mwanamke alikuwa mchoyo, anawanyima watoto, alikuwa anamnyima mtoto wake chakula. Zailisa naye anakuja anatoa taarifa kwamba mimi nimemwacha huyu mwanaume kwa sababu alikuwa anatembea na mdogo wangu wa chini ya miaka 17. Angenyamaza kimya, watu tutajuaje kwamba wameachana kwa lipi? Si tutajua tu hao labda wanatufanyia mchezo hawajaachana, ndio maana labda inatakiwa mimi niseme mapungufu ya mke wangu na mke wangu aseme mapungufu yangu ndio sababu, au kuna talaka ambayo inatolewa bila mtu kusema kuna mapungufu fulani ya sisi ndio maana tumeachana. Kwanza watu kutangaza kuachana sio dini. Yaani kwa sababu ndoa ni ya watu wawili. Mume na mke ndio mlioana. Sasa unakuja kututangazia sisi tujue kwamba sababu sisi haituhusu kwa sababu sio ibada yetu. Najua ndoa ni ibada Simulisi. Ni ibada kubwa sana. Sasa ibada haifanywi kwa kuonyeshwa. Kwa hiyo ndio maana Mungu aliweka ule utaratibu wa familia mbili kukaa pamoja. Zile familia zitatoka na jawabu. Max, umeoana na mkeo, mna ugomvi, utaleta ndugu zako na huyo ataleta ndugu zake, mtakaa mezani. Mtasema nini kinachowasibu. Ikishindikana mtaachana. Mkiachana limemalizika hapo kwamba sisi tumeachana. Sisi hatutaki kujua sababu kwa sababu sisi sio tunaolinda ndoa yenu wala sisi tunaoharibu ndoa yenu. Sababu utajuana na wewe na yule na mazali mshaachana. Hakuna sababu. Kama mnataka kuleta sababu, mlitakiwa mlete kabla hamjaachana kwa sababu huenda ingefanywa kazi ile sababu yakafanyaje? Yakaisha. Lakini jambo lishamalizika, si sababu inatusuni. Umeelewa? Sababu inaletwa wakati wa ukorofi, tupo ndani ya ndoa. Ndio maana unaambiwa baba, mama, kaeni na watoto wenu. Wewe sababu yako nini umtaki huko? 1 2 na wewe 1 2 3 tunasuluhisha pale. Sasa sababu hatuambiwi sisi, kwani sisi ndio tunashughulika na ile ndoa? Wanatoa sababu tayari washaachana. Washaachana ndio mnatuletea sababu za nini sisi? Mnataka turekebishe au tufanyeje? Lakini haituhusu. Sababu ni za hizi ndoa za mitandaoni ndo zina shida. Yaani mtu anataka umaarufu, anaforce ule umaarufu. Na unaweza kukuta hawajaachana, wanatengeneza. Unaweza kawa hawajaachana. Story tu inawezekana baadaye ukasikia wako pamoja. Si ndio story zao za mitandaoni wanatafuta kiki hata za kijinga. Sisemi kama hawajaachana, nasema inawezekana katika hiyo ndoa yenyewe hawajaachana. Wanatuletea kiki tu ambazo hazina maana. Labda hapo inawezekana kuna tangazo wanataka walete hapo, au wanataka kuzindua sabuni hapo. Ndio tunatafutia wale watu wale waingie ndio liwe sababu. Sikuna mtu kazindua sabuni kwenye iftari huko. Watu wanajua kwenda kwenye kufuturu, kumbe watu wanazindua. Tuendelee bwana wewe kwetu tena. Okay, sawa. Sheshafi. Manara aliwahi kuwa na wanawake wawili. Akawa anatembea nao fresh kabisa sehemu za event nini, anaenda na hao wanawake. Mwisho wa siku wote wameachwa. Amewaacha wote. Tuseme kwamba Manara kuna vitu ambavyo anavyochagua mwanamke anakosea, au wanawake wanamfuata Manara kwa sababu yeye ni maarufu. Sasa kwa wanawake hao wanaomfuata yeye kwa sababu ya umaarufu. Kwa sababu katika yale mambo manne ya kuchagua mwanamke wa kuoa, Mtume alisisitiza sana tuchague mwanamke mwenye dini. Mwanamke mwenye dini hawezi kukubali siku ya ndoa akavalishwa viziwa vinaonekana, alafu akawa mbele za watu anaonekana. Manake huyu hana dini. Huyu naye kaja kutafuta kitu chake ambacho anachokitaka. Kwa hiyo kwanza lile tatizo, mwanamke mwenye dini yote akubali upumbavu kama ule. Lakini hawezi kukubali. Hawezi kukubali, manake siku anatoka na mkeo anaenda kuna msiba, kavaa kiguo vitu vyote vinaonekana. Siku anatoka sio anaenda klabu sio wapi, kavaa kiguo vina. Mwanamke wa dini hawezi kukubali hivyo. Kwa hiyo maisha yao hayakuwa katika misingi ya dini. Maisha yao ilikuwa katika misingi, ndio wametoka huku wamekwenda kutafuta umaarufu, picha zinapigwa wapi, leo tunatokea mtandaoni vipi, ndio shida. Kwa hiyo pale kwanza kuoa tu ambalo ni kosa. Unajua Manara anajua dini. Umeelewa? Lakini anafeli wapi? Anafeli mahala hapa. Yes, kachagua mwanamke hajui dini. Sawa. Kachagua mwanamke kwa sababu ya urembo na ustaa aliokuwa nao. Lakini na wale waliokwenda kumuozesha Manara nao walikwenda kumuozesha Manara si kwa sababu ya dini. Wamemuozesha Manara kwa sababu ya umaarufu na ustaa aliokuwa nao. Ndio pale unarudi kwa Mtume, mtoto wenu anapotaka kuolewa, akija mtu mtazameni dini na tabia yake. Kwa hiyo Manara dini anayo lakini tabia bado. Inawezekana wewe mwanamke anasema wakati anamshikashika binti yake, inawezekana kweli, sina uhakika, lakini nimesikia yule mwanamke anathibitisha unamtumia mpaka binti yangu 50,000 kwa ajili ya kumuonga, sijui kufanyaje kumwada. Lakini yote tuyaache kwa sababu ndoa ikishaachika kila mtu anatafuta kwake kwamba nani mkweli. Inawezekana sio kweli, lakini inawezekana ikawa kweli, lakini wote walioana hiyo sijui, lakini nimesikia
kwamba dada wa kazi, sijui nimesikia binti yake yule mtoto wa dada yake, yote amesema, lakini yote kwa yote hayatuhusu wala hatuna shida nayo. Wao wameachana ni kwa taratibu za dini, sisi hatupasi kujua lolote kutoka kwao, kwa sababu sisi sio tunaoandikia dhambi wala sio tunaoandikia thawabu. Jambo la kuoa ni jambo la dini, walitakiwa walifanye jambo huo, kuoa ni jambo la dini, nusu ya dini jambo la kuoa, lakini wao wanalifanyia masiala. Kila mtu nyumbani kwake ana matatizo, ila anasema nayo, na siku ukiamua kwamba mimi simtaki mwanamke, utamwacha kimya kimya bila kumwambia mtu yoyote, kwa sababu jambo lako binafsi na Mungu wako, na mkeo alimuhusu mtu mwingine. Aliyemwozesha Manara, yani kama shehe yule ambaye anafungisha ndoa ya Manara ya wake wawili wale ambao walikuwa wanatembea kila sehemu wakienda, ile ndoa ulikuwa unaionaje kwanza kabla hatujafika? Mimi siwezi jua ndoa yao, maisha yao ya ndoa. Kwanza mimi sifuatilii maisha ya mtu mimi. Ya leo nikafuatilia maisha ya Manara kaoa. Inusu mimi wala sifuatilii. Kama mwenyewe alikuwa anafanya vile, anatembea na wanawake zake, ila mimi najua kuna misingi alikuwa anapotoka katika dini. Najua hivyo kuna misingi ya dini anapotoka, kwa sababu ya heshima ya mwanamke ilivyo. Mwanamke kwenye Uislamu ana heshima kubwa kuliko kitu chochote. Mimi narudia tena, niliwahi kusema watu wakaniona mizuga. Mwanamke bwana, katika Uislamu kazi yake moja tu, umetoa mahali upate pahali, basi mengine wanatusaidia. Umetoa mahali upate pahali, mengine wanatusaidia. Wanawake chukueni, ila msinde kuanzisha utata nyumbani kwamba shehe kasema. Kazi yako wewe ni kutoa pahali pale ambapo pametolewa mahali, basi kutoa pahali palipotolewa mahali, basi nyingine mnatusaidia sana. Sawa. Sheikh Shafi, nilitaka kuuliza swali. Katika hizo ambazo Manara pamoja na aliyekuwa ama ni mke wake Zailisa, je, ni sahihi kutoa aibu zao kwa mujibu wa dini? Kosa kubwa sana wanafanya. Idha aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika, Mtume anasema. Ukitaka kutaja aibu za mwenzako, kwanza kumbuka za kwako. Yani bonge la kosa wanafanya, jambo ambalo wasipotubia litawapeleka mahala pabaya. Mtume anasema anayemstiri Muislamu mwenzie, naye Mungu atamstiri siku ya kiyama. Man satara aiban muslima satara Allahu aibahu yawmal qiyama. Atakayestiri aibu za Muislamu mwenzie, basi na yeye atastiriwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Nyinyi mshaachana, stirianeni aibu zenu, yatatoka makubwa hapo. Mkiendelea atatoka makubwa hapo ambayo watu walikuwa hawayajui, lakini watu watakuja kupata shida. Kwa hiyo kwanza ni jambo baya ambalo analofanya Uislamu haukubali, kutoa aibu za mwenzio hadharani. Wewe unasema hiki, huyo anasema mnatoa aibu za chumbani kwenu mliokuwa mnafanya wenyewe kwa wenyewe, mnatutolea sisi. Uislamu umekataza. Sheikh Said na hilo wanapata dhambi kwa jambo hilo wanalolifanya, na kwa sababu dhambi ile itaendelea na kuendelea kwake, kwa sababu imekaa kwenye mitandao kila siku, watu wanasikiliza zile aibu. Ni dhambi ambayo inayoendelea sasa, kwa sababu kila ukifungua mtandao unakutana lile jambo linalosemwa. Kwa hiyo wanafanya jambo bando. Maana nasema taratibu za dini za kuoa, wao hawafati taratibu za dini, wanafata umaarufu na ustaa na pesa mtu aliyokuwa nayo. Hilo nalo ni tatizo kubwa katika dini. Sawa. Tunashuhudia sasa hivi kwamba habari za kuachana zimekuwa nyingi sana mjini. Popote ambapo watu wanapoishi katika ndoa yao, kuachana imekuwa ni jambo la kawaida na watu wanaona hivyo. Je, tunataka kujua Sheikh Shafi, katika hii masala ya kuachana, ipi shida? Mwanamke hataki kutawaliwa au kuwapunguza wale watu ambao mume hawataki kuwa nao? Mimi na kitu kimoja katika akili yangu ninachosema, mwanamume ndo anamtafuta mwanamke. Sawa? Ukimwona mwanamume kaacha mwanamke, kuna shida. Kwa nini nasema kuna shida? Hela kuoa analipa nani? Sasa mtu anakubali kulipa milioni 2 afu aache mwanamke? Yaani unalipa milioni 2 alafu unaenda kuoa afu unaacha mwanamke, nani kala hasara? Mwanamume ndio umekula hasara. Kwa hiyo ina maana kuna shida ndani ya ndoa. Huenda mwanamke hataki kufanya kile ambacho mwanamume anataka. Kwa sababu ukishaolewa, max mwanamke akiolewa anakuwa mtawaliwa mbele ya mumewe. Mwanamume ndio anayemtawala mwanamke kuhakikisha maisha ya nyumbani kwake yanakuaje. Uislamu umefika mbali sana kwa sababu ya mwanamume kuoa. Umesema huyu mwanamke hata akifiwa na baba yake, we mwanamume ukisema no, haendi. Uislamu umefika huko, umempa hadhi mwanamume kubwa sana, umempa hadhi mwanamume kubwa sana sana sana.
umempa hadhi kubwa sana. Kwa hiyo mwanamume ndio mmiliki wa mwanamke pale ndani ya nyumba. Mwanamke anatakiwa afanye kile cha halali ambacho mumewe anataka. Shida iliyokuwepo sasa hivi, wanawake wengi hawataki kutawaliwa, wakizani tupo katika dunia ya usawa. Wao wanadhani 50-50, 50 kwa 50. Ndio maana unafika masiala leo kuna mijanaume, kuna mijanamke inaitwa nini ile mijike dume ambayo na yeye sasa inatafuta wanawake. Hujaiona hiyo? Ipo hiyo. Yaani ipo mijanamke lakini inatafuta wanawake, najifanya yeye ni midume, inaenda kusaga wanawake. Na leo ipo mijanamme ambayo sasa kwa sababu 50-50 na wao wanajigeuza kwa nani? Wanawake. Kuna sehemu nilipita nilikasikia nyimbo ile moja, kulikuwa na shoga pembeni kawa nasema wanaume tumeumbwa mateso. Kwa napitwa sehemu nikasikia inapigwa ile. Basi shoga mmoja akasema hehe, niliyajua hayo ndio maana mimi nika left group. Akasema eti aliyajua ndio maana ka left group eti. Simtiane sheo. Yani ile nyimbo imepigwa tu mwanaume ameumbwa mateso, asema niliyajua hayo ndio maana nika left group mapema sana. Kakimbia hizi shida. Sasa dunia imefikia huko, lakini wanawake wanatakiwa watulize wanaume. Ndani ya nyumba mwanamke anatakiwa amtulize mwanaume. Umenelewa? Amtulize mwanaume. Ajue mwanaume wangu, mume wangu anataka nini, anapenda nini na nimfanyie nini ili aridhike. Sisi bwana, sisi maboksi wajinga sana kwa wanawake sisi. Wajinga sana, ila watujulii tu. Lau kama ungekuwa natujulia, wallahi wa billahi si atuseme kitu. Si ni mabwegeshe. Wewe tazama tukigombana na mkeo siku 6-7 kakukunjia mzungu wa 4. Siku ya 8 unaomba msamaha, mama Mwajuma nishakusamehe. Kakuomba msamaha saa ngapi? Yaani unajua eti tuyamalize, unasema. Unajua kabisa hili jambo hili ni hatari sana linalokwenda nalo. Kwa nini? Mwanamke ni pambo la mwanamme. Mwanamme anapenda kumuona mkewe kapendeza, amerudi nyumbani, amemkuta amevaa vizuri, amerudi amemkuta msafi, nyumba yake anaitazama, watoto anawatazama. Yani mwanamke ndio anapanga mipango ya ile nyumba. Lakini wewe ukitoka na mwanamke katoka, kuna ndoa? Unapigwa simu na majirani, katoka mkeo kapita hapo sasa hivi anaondoka, kuna ndoa? Unachomwambia. Alafu sifa nyingine, mwanamke anatakiwa kwa mumewe aongee sauti ya chini. Sasa sauti yako. Ukifoka arudi chini. Anaonyesha utii yule. Umeelewa? Kama ukienda Usukumani wale wanamkea hivi. Usipata ile, wanapiga magoti, anakuonyesha kwamba mwanamume ni mtawala wa mwanamke. Ni mtawala wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapoongea na mumewe ashushe sauti yake chini, asipandishe sauti yake juu, kwa sababu anaongea na mumewe sauti iwe chini. Na anajua kabisa sasa hivi natakiwa kuzungumza nini, na kumshauri mumewe atazame mahala pazuri pa kumshauri mume. Mume wangu kuna 1 2 3 4 tunafanyaje? Sio unapanda tu sauti unakwenda juu. Hakuna mwanamume anayekubali kufokewa bwana. Hakuna mwanamume atakajitutumue kweli kweli. Na mwanamume anapenda sifa. Wanawake wajui sisi tunapenda sifa sana. Wewe unaonaje Max, umerudi nyumbani afu mkeo anakuambia Max, wewe ukipigana na Baba Juma hapa mtaani atakupiga. Unasemaje? Mambo gani? Sasa kasirike kidogo. Siletee ujinga bwana. Umemjuaje Baba Juma? Vipi? Au kwambia mume wangu naona ukipigana na Baba Juma mtaani utampiga. Kwambia utampiga. Sema Baba Juma mtaa mzima wananijua mimi nani? Itakuwa Baba Juma. Kujue nani bwana, toka alfajiri hadi saa 6 usiku, hata watoto wako juu. Lakini kwa sababu mwanamume unaleta ule wanaume wako. Kwa hiyo mwanamume ndani ya nyumba, mimi nawashauri wanawake wako chini ya wanaume zao. Sawa. Sheshafi, kwa kumalizia neno moja kwa wanandoa ambao ndoa zao hazifikishi hata mwaka mmoja toka wafunge ndoa zinavunjika, lakini pia kwa wale ambao wanatamani kufunga ndoa wafanye nini? Kwa sababu sasa hivi tumeshamuona Haji Manara tayari ndoa yake imeonekana kwamba imevunjika. Hana muda mrefu toka waane na Zailisa, na Zailisa alishaachana na Dula Makabila ndo akamuoa yeye Haji Manara. Yani hapo utasikia Dula Makabila utaambiwa kaloga. Sasa watakwambia tukaloga tule bwana, ndo hivyo. Lakini cha msingi nacho cha kuangalia kabla hujaoa, kwa nini yule alimwacha Dula Makabila? Sasa waliachana. Ndio, kwani au mwanamume wanao achane wapi bwana? Mwanamume ndo anaacha bwana. Hii kauli waliachana naye anasema bwana, mwanamume ndo anaacha, haki ya talaka ni ya mwanamume. Umeelewa? Haki ya talaka ni mwanamume. Huyu anaolewa aliachwa, kwa nini? Kuna sababu ipi? Lazima kwanza vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo cha kwanza Uislamu unahimiza kwa mwanamke unaitaka kumuoa,
Uzuri nasabu. Tazama ule ukoo unaenda kuoa ukoje? Kumbe Uislamu unatazama mbali Maxi. sasa hivi Mpaka yule mwanamke unaenda kuoa utazame ukoo wake ukoje. Ukitaka kuoa mtazame mama wa yule binti unaenda kumuoa yukoje. Desturi ya bwana, watoto wanafata sana kwa mama. Ukimwona mtoto mtani ana matusi mengi, mtazame mama yake yukoje. Mama yake yukoje tu mtazame. Kwa sababu watoto wana kawaida moja. Unaweza ukamwita Juma, anakuona wewe hujamuona, kama mama anaweza kumwita Juma, kwani nisipoitikia kuna nini? Anakaa kimya. Juma aitikii. Mara 3 Juma. Mtoto utasikia mama nyoko. Anampelekea lile tusi lile. Mtoto ana absorb. Kumbe ukimwita mtu mara kwanza kakataa, mara pili akikataa, mara 3 unampa tusi. Lakini huyu mtoto unaenda kumuoa kalelewa katika mazingira ya dini. Maxi, kuna familia unaenda kuoa ukienda kwao ndo upati jawabu. Yaani wewe umegombana na mkeo, ule mnapokwenda ndo kuna maneno mabaya afadhali mkeo. Kwani ulimchukua ashibi hapa, mwache hapo. Umeona shida? Ndio maana utazama ile nasabu unayokwenda kuoa, tazama nasabu. Hii nasabu ikoje? Lakini kikubwa dini. Maisha ya sasa vijana wengi hawaoi kwa sababu ya dini inataka nini. Vijana wengi wanaoa kwa sababu kampendaje yule mwanamke. tunashukuru sana kwa time. Sawa, lakini waambie watu mimi nakwenda kugombea ubunge Mafia. Mimi safari 2025 Mungu akijalia nitakuwa mbunge. Unagombea ubunge? Lazima nikagombea. Mafia kwetu huko. Simuliza leo kuniambia kumelalala sana, akaambia mimi naenda huko. Chama nitasema chama gani? Au Chadema? Usiseme chama nitasema mwenyewe. Chochote kile lakini nitaenda. Chochote kile. Chochote lakini nitapambana. Kwa nini umeamua kugombea? Lazima nikagombea ubunge nyumbani. Nyumbani kumeoza. Wabunge tuliokuwa nao mimi naona mpaka sasa hivi sijaona mbunge ambaye anaweza kutupeleka. Si tuna miaka kibao toka tunaanza kutembelea jahazi mpaka leo usafiri tabu Mafia. Shida sana. Mimi naamua kujitosa. Naambia wananchi nakuja. Chama nitasema chama gani? Niombe dua. Nitasema tu chama gani? 2025. 25 hii nakwambia hii. Na mipango tayari nishaifanya. Sasa unaambia watajiandaa. Nani? Mimi Mafia lazima nishinde. Mimi mtu wa Mafia simulizi na kosaje kushinda Mafia. Mimi nashinda tena usubuhi tu. Mapema sana. Kwa kule sio Mafia. Mimi sijui kama katokea Mafia katokea wapi, lakini tutajuana huko. Mimi si mzaliwa wa Mafia. Umejipanga? Nimejipanga vizuri sana. Yaani wananchi wanipokee ndugu zangu wa Mafia, mimi nakuja. Tupe nani moja bwana, waombe tu. Waombe. Nawaambia ndugu zangu, wale mimi ndugu zangu, kuna baba zangu, kuna mama zangu, kuna wadogo zangu, kuna wanangu. Nakuja Mafia. Tunataka wazawa wenyewe tukae Mafia, tugombe, tuitetee jiji letu, tutetee wilaya yetu ya Mafia. Kwa hiyo niwaambie wanipokee, nakuja.